Wasafi TV, mimi naitwa Somba na hii ni raundi ya kwanza katika pambano la raundi 12, pambano la mkanda, pambano la ubingwa wa WBO Global. Twende combo. Here we go again, kama ulivyosikia hizo takwimu kutokea hapo kwa Somba. Ngoja tuone kushuhudia pambano hili, pambano la kutetea mkanda wa WBO, Yohana Mchanja dhidi ya Philemon. Ngoja tuone itakuwaje. Kompyuta. Na Muniri, kulingana na takwimu ambazo ametusomea Somba hapo na kulingana na takwimu ambazo zipo katika box rank, unaona tutarajie mchezo wa namna gani usiku huu wa leo, kilinganisha ni pambano la kuwania mkanda licha ya kuwa Yohana anatetea mkanda wake? Kwanza ni pambano kubwa ambalo limeenda kushika ubingwa ambao unaotambulika kimataifa, ubingwa ambao unaotoka katika vyama vinne vya mikanda mikubwa duniani, yani WBO, lakini hapa utachezea ubingwa wa WBO Global, ubingwa ambao unatambulika kimataifa. Lakini pia mpinzani wake Mchanja Nguteniana ni bondia ambaye tayari alishakuwa bingwa wa WBA Pan Africa, lakini pia alishakuzaga na bondia Alingwando. Kwa hiyo katika historia ya bondia wa Tanzania tayari kashacheza nao, lakini pia alishakumiliki ubingwa mkubwa ambao unatambulika pia katika mikanda mikubwa ya dunia, yani vyama vinne vya mikanda mikubwa minne ya dunia. Lakini katika fight yenyewe ni fight ambayo kwa upande wa Philemon ni bondia ambaye ni pressure fighter, bondia kupigana, lakini pia uaga anaanza kwa taratibu zaidi katika mapambano yake, lakini pia silaha yake kubwa na hatari zaidi ni mkono wake wa kulia ambao uaga anapenda sana kupiga right hand ambayo ni kali sana, lakini pia ni bondia ambaye ni mwenye nguvu kiasili zaidi kuliko mpinzani wake Mchanja. Lakini ni fight ambayo kwanza inaanza katika raundi ya kwanza, bondia wote wanasomana. Ngoja tuangalie kadri inavyozidi kwenda, tutaangalia kwa namna gani kwamba kila bondia amekuja mpango gani katika kumdhibiti mwenzake. Kadri pambano linavyozidi kwenda ndo tutajua kila bondia amekuja na kitu gani cha kumzidi mwenzake na kuibuka na ushindi ndani ya pambano hili. Hayo ni maneno ya Munir ambaye nipo naye hapa pamoja na Somba Dauka, tukikuletea burudani aina yake kupitia Wasafi TV na Mafia Boxing Online TV. Ngoja tuone itakuwaje. Kompyuta huyo Mchanja Yohana ameanza, anatafuta mbakati fulani hivi, piga tena mbakati, anapiga jabu ile. Yohana hataki tena mazoea, hataki tena kuruhusu mpinzani wake amsogelee Philemon. Yes, anapiga combination Philemon, na Yohana naye anapiga jabu zake zile, anapeleka na right pale. Philemon muda wote naye anapeleka jabu yake, anajaribu combination fulani hivi. Yes, round ya kwanza hiyo. Ya pili itakuwaje? Bila shaka wasaidizi pamoja na walimu wameshaona madhaifu ya kila mpinzani wao. Round ya pili hiyo ya mchezo, pambano la kuania mkanda wa WBO. Hapo ni Namibia dhidi ya Tanzania, Yohana Mchanja dhidi ya Philemon kutokea Namibia. Na katika raundi hii Muniri, tutarajia kuona nini kulingana na kasi ya raundi hii ilivyoanza? Kuna utofauti ambao umeuona kutokana na raundi ya kwanza? Utofauti hakuna. Mabondia wote wawili katika raundi ya kwanza walivyoanza, wote walianza kwa kubox. Kuna namna mbili za kubox, licha kwamba kubox ni kufanya mitembeo, lakini katika uchezaji wao ni mabondia ambao wamekuwa wakifanya mitembeo ya karibu zaidi katika kubadilishana ngumi. Kama nilivyosema hapo awali, huyu Ngute Nanye ni bondia ambaye ni pressure fighter,
lakini kwamba hajajaliwa ufundi wa kutosha. Ni bondia ambaye kiasili ni mpiganaji, lakini kwamba hana ufundi wa kutosha. Lakini kwa upande wa Mchanja ni bondia ambaye ni pressure fighter, lakini pia ni bondia ambaye ni pressure fighter, lakini amejaliwa ufundi. Kwa hiyo ukiangalia mabondia wote hawa kiasili wanapenda kupigana, lakini kwamba wamezijana katika vitu vidogo sana. Ndio maana unaona wana box karibu, yani hamna bondia ambaye anatembea sana, yani wote wanapigana katika ukaribu. Kwa hiyo hakuna tofauti. Raundi ya kwanza ilivyoanza ndivyo raundi ya pili inavyoenda, lakini sauti tofauti utakuwepo kadri raundi zinavyoendelea, kwa sababu huyu Ngute Nanye ni bondia ambaye anaanza kwa utaratibu zaidi, huku akiendelea kumsoma mpinzani wake taratibu. Baadaye katika raundi za mwisho huaga anabadilika na kuaga ni mnyama kabisa, huaga anafanya mashambulizi makali sana. Kama nilivyosema, mkono wake wa kulia ni miongoni mwa mkono hatari sana katika kupiga ngumi kali na nzito. Lakini kwa upande wa Yohana Mchanja ni bondia ambaye ni pressure fighter, lakini kitu ambacho anachokitegemea ni speed ya mikono yake cha kwanza, lakini pia ni bondia ambaye anachangamka sana katika kufanya mashambulizi, kitu ambacho hajajaliwa Mchanja uaga na struggle kidogo akikutana bondia ambao wenye nguvu zaidi kumzidi yeye. Hiyo ni miongoni mwa changamoto, lakini kitu ambacho pia Mchanja anatakiwa akichukue kama tahadhari, kuepuka kutumia pumzi nyingi katika raundi za mwanzo, kwa sababu kama nilivyosema mpinzani wake ni bora sana katika raundi za mwisho. Kwa hiyo katika mambo hayo ya mabondia wote wawili, kwa jinsi ninavyoona, kila mmoja atakiwa azingatie kwa namna yake ni namna gani anaweza kumkabili mpinzani wake kupitia kile alichojaliwa. Yohana Mchanja anatakiwa kutotumia pumzi nyingi ama energy yake nyingi katika raundi za kwanza ama za mwanzoni, kwa kuwa mpinzani wake Philemon yuko vizuri sana kwenye raundi za mwisho. Ngoja tuone itakuwaje, alichokisema Muniri ndicho kitakachojiri au ni vipi? Yohana Mchanja dhidi ya Philemon, raundi ya pili hiyo inatamatika. This bout is scheduled for 10 rounds. Napenda kutambua uwepo wa Here we go again. Round ya tatu hiyo. Philemon dhidi ya Yohana Mchanja, WBO. Kando anaowaniwa hapo, Yohana akiutetea huku Philemon akijaribu kuja kuchukua kupeleka nchini Namibia. Je, itawezekana? Ngoja tushuhudie round zikikamilika itakuwaje. Jabu pale kwa Philemon, piga tena jabu. Yohana Mchanja anatafuta tumbo, piga jabu za kutosha, anamalizana right yake. Yohana anasema ngoja nikimbilie kwa polisi kwanza, anakumbatia kidogo. Mashabiki wanaonekana wametulia, isipokuwa kuna Kigoma tu kwa mbali, ila wale wa karibu kabisa wanaendelea kufuatilia pambano hili kwa ukaribu zaidi. Bila shaka halina utofauti mkubwa na pambano lililomalizika kati ya Kalolo dhidi ya Gomez kutokea kule nchini Filipino. Au unasemaje Somba? Naam, ni sahihi kwa sababu ukitazama vizuri leo kazini kwa Mchanja Yohana kuna kazi na sio kazi ndogo. Watoto wa mjini wanakuambia kazi hana, lakini kazi anayo leo ya kumkabili Philemon Ngute Nanye kutoka nchini Namibia, kwa sababu licha ya nguvu anazotumia, lakini pia kuna kiasi ama kiwango cha maarifa ambacho kinasababisha Mchanja aendelee kupata changamoto. Kama nakumbuka pambano ambalo Mchanja alicheza na Farjado Mfilipino ambaye amesababisha achukue huu mkanda, ilikuwa pambano gumu sana. Farjado alikuwa ni mtu ambaye anatumia maarifa na ngumu pia, lakini pia hata huyu Ngute Nanye licha ya kuwa hana maarifa mengi, lakini ana utulivu mkubwa, anajua kupanga ngumi, ana utulivu mkubwa. Tazama namna ambavyo amemzunguka pale Mchanja katika sekunde kadhaa, lakini kama asingekuwa makini amekutana na ngumi, Mchanja ameenda down na mwamuzi anampeleka kwenye neutral corner kwa ajili ya kuweza kumkagua, na mwamuzi anamuuliza vipi ndugu yangu,
anamwambia subiri kwanza, tunaweza tukaendelea, imekuwaje? Kwenye protector pale kidogo kama kuna shida, naona mchanja amepashika katika baina miguu miwili, katika sehemu nyeti zile. Bondia yoyote huwa anavaa protector kwa ajili ya kuweza kujikinga kulingana na kile ambacho anachokifanya ulingoni. Kwa hiyo haikuwa knockdown, angehesabiwa kama ingekuwa ni knockdown, lakini pia anaendelea na pambano. Kwa hiyo tazama jab ya Ngutenanye imekuwa ikitua vizuri sana kutoka katika mkono wake kwenda kwa upande wa mchanja, na mchanja kimo chake kinasababisha acheze kwa kuinama, kitu ambacho huenda anaweza akakutana na left hook ama right hook ambayo asingeitarajia kabisa, ama anaweza akakutana na uppercut ikasababisha madhara makubwa zaidi kwake. Ila kwa uzalendo zaidi hatutegemei hiko ama hatuombei hiko. Ngoja tuendelee kushuhudia pambano hili kubwa kabisa la knockout ya mama phase 4. Yes. In the round number 3, out of the ring, round number 4. Hii ni raundi ya 4 kati ya raundi 12 ambazo utaziona hapa. Mchanja amekuja na nguvu aina yake, lakini jab zimekuwa zikitua na jabu yake imepenya kidogo, lakini haikuwa na madhara. Tazama ambavyo anajitahidi kumchezea ndani Philemon Ngutenanye, lakini pia Ngutenanye naye kidogo amekuwa akimkalia mbali, hasa kulingana na kimo chake na aina ya uchezaji wa mchanja Yohana Kompyuta. Anajaribu kumwanza na jab, lakini pia na yeye jab yake imekuwa ikitua. Right nyingine, yes, jab kutoka kwa Philemon naye pia imetua vizuri kwenda kwa mchanja, na tazama gadi yake, tazama aina ya uchezaji Muniri, kulingana na aina ya uchezaji wa mchanja. Hii inasababishwa na uchezaji wa Philemon au kimo tofauti na mpinzani. Uchezaji wa mchanja ni ule ni bondia ambaye kama nilivyosema kwamba ni pressure fighter, bondia wa kufuata na kupigana, lakini pia muda mwingine huwa anacheza kwa kubox karibu na mpinzani wake. Lakini kitu ambacho leo ambacho kidogo ameonyesha tofauti, kuboksi kwake amekuwa akizunguka cycle ya mpinzani wake. Kutokana na kikase moja zidi ya mpinzani wake Philemon anaweza kupata madhara, kutokana na Philemon ni bondia ambaye mwenye nguvu kuliko mchanja. Hata ukiangalia mchanja amekuwa akijaribu kutumia zile feints kudanganya kama anaingia au kama anapiga tumbo, kumbe malengo yake ni kupiga juu, lakini Philemon amekuwa yuko bora sana kuepuka mitego ya mchanja. Kwa hiyo kitu ambacho kidogo kimekuwa kikimpa faida mchanja ni kuzunguka cycle ya ukaribu wao, ili madezi kupa mkono hatari wa kulia wa Philemon, lakini pia kufanya mashambulizi hatari. Lakini kwa upande wa Philemon ni bondia ambaye tayari kashamwa kutulia, amesha feel punch ya mchanja kwamba yeye tuweza kumetea madhara. Ndio maana unamuona kama unamuona kabisa amerelax akipanga ngumi zake na huko akimuinda taratibu mchanja. Lakini kitu ambacho anachokifanya mchanja ni uchezaji wake wa siku zote, ila utofauti anaizunguka cycle katika kuboksi kwake kule kufanya mitembeo ili mradi aweze kuepuka ngumi hatari za mpinzani wake Ngutenanye au Philemon. Lakini unasema anayekwepa right ya Philemon, ila jabu ya Philemon imekuwa ni hatari sana kwa upande wake, imekuwa ikitua sana kwake. Hii nalo pia umeliona? Ya, hilo nimeliona, lakini kwa upande wa Philemon jabu yake huaga anaanzia katika kuseti zaidi, lakini huaga mkono wake wa kushoto ambao ndio jabu yake anaitumia katika kuunga ngumi. Hapo ndipo mkono wake unapoonekana ni hatari zaidi. Ukiangalia mwangalie Philemon, jabu yake huwa anapiga kuseti sana, sio kwamba ni ngumi hatari sana, hapana, ila ngumi ambazo wanapiga katika uhatari zaidi uaga zinaanziaga na jab, lakini kwamba mkono wake wa kulia wa nyuma ndio unakuwa hatari zaidi katika kufanya finishing. Hii si tu katika fight hii. Huyu ni bondia ambaye tayari kashacheza mikanda mikanda mikubwa ambayo uaga inaanzia katika ngazi ya chini. Kama nilivyosema hapo awali, alishakuwa bingwa wa WBA mwaka 2022, lakini pia pambano lake la mwisho aligombania ubingwa wa WBA Asia nchini Thailand. Kwa hiyo ametoka katika pambano la ubingwa mkubwa, lakini pia amekuja kucheza pambano ambalo la ubingwa mkubwa. Ni bondia ambaye mwenye uzoefu mkubwa sana, ndio maana mpaka sasa hajapoteza. Kwa hiyo ni fight ambayo ni ngumu kidogo kwa mchanja, kwa hiyo anafanya kila jitihada ili aweze kupata matokeo, lakini mpaka sasa naona bado mzani umebalance na mabondia wote wanafanya kile ambacho kilichokuwa bora. Mzani mpaka sasa umebalance na mabondia wote wanafanya kile ambacho kilichokuwa bora. Hii ni round. Naam, nikukumbushe tu hii ndio main card yetu, ni pambano la ubingwa wa WBO Global baina ya mchanja Yohana kutoka Tanga, Tanzania dhidi ya Philemon Ngutenanye kutoka Windhoek nchini Namibia. Lakini
uongozi wa TPBRC uko hapa. Tunaye mwenyekiti wa kamati ya mpito ya TPBRC Emmanuel Saleh, tunaye makamu mwenyekiti Innocent Galinoma, lakini pia vile vile nikuambie tu meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga Ali Kamwe naye yuko hapa, muda si mrefu naye atafika hapa, rais wa Yanga Engineer Hersi Said, lakini pia tunaye mgeni rasmi wa pambano hili ama usiku wa leo, Mheshimiwa Deogratias Ndejembi, ni waziri wa nyumba, ardhi na maendeleo ya makazi kutoka katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, DC wa Kinondoni, Salim Tambuli naye pia tunaye hapa. Viongozi mbalimbali wamefika katika kuhakikisha pia wanawasapoti vijana hawa kuelekea season 4 hii hapa ya knockout ya mama ama msimu wa 4 wa knockout ya mama tangu pale ilipoasisiwa. Mchanja Yohana ana kibarua kigumu cha kubakisha ubingwa nyumbani kama ambavyo Simba wana kibarua kigumu cha kubakisha ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika kafu pale visiwani Zanzibar siku hii ya leo, kwa sababu siku imeshabadilika kwa maana kwamba mechi ni leo lakini ni baadaye, ila mbongo mpaka jua lichomoze ndo ataamini siku imebadilika kabisa. Tarehe 25 tayari imeshawasili ama tupo nayo, tupo ndani ya usiku wa kuamkia tarehe 25. Tupo katika viwanja vya Posta Kijitonyama jijini Dar es Salaam. Yohana Mchanja dhidi ya Philemon, akiutetea mkanda wake. Yohana sijui ama itakuwaje, atafanikisha kuliwakilisha vyema Tanzania ama taifa lake ama itakuwaje? Ngoja tushuhudie. Philemon anaonekana hashikiki, bado anapeleka mashambulizi, anataka kupeleka mkanda nchini Namibia. Tafuta kwa jabu, Yohana naye anapeleka right yake, anarudisha. Sikia jabu ile. Philemon anamchanja, anamtafuta wapi pa kupiga, anapeleka na right yake. Jabu zile za kutosha kutoka kwa Philemon, anamchanja, anapeleka naye jabu yake. Yohana inabidi atembee sasa kwa kupoza makali, au unaonaje Muniri? Naam, tunaelekea kwenye round ya 6 hiyo, mtazamaji wa Wasafi TV na Mafia Boxing Online TV. Yohana Mchanja dhidi ya Philemon, WBO Global Flyweight Champion, round 12, tukiwa kwenye round ya 6. Itakuwaje? Yohana atafanikisha kubakisha mkanda nyumbani ama Philemon atopeleka nchini Namibia? Pambano ama round hii imeanza kwa kasi kiasi, kila mmoja anapiga kwa kujibu. Taki Masiara sasa, Yohana anaona ni bora naye apigane, piga ni kupige. Pengine Muniri, kwa hiki ambacho ameamua kuja nacho Yohana Mchanja safari hii, itakuwa ni njia rafiki kwake kupata matokeo positive? Kwa nafasi ambayo kidogo yenye kuridhisha kwa namna yake, kidogo naona kama imeweza kumecha manufaa kutokana Mchanja. Kitu ambacho kidogo ambacho kinachomfanya pia kwa bora ni zile head movement, jinsi anavyobob kwa kuingia ndani na zile anavyotumia zile feints katika kudanganya, kidogo imekuwa kimpa faida, kumpa wakati mgumu mpinzani wake Philemon katika kupanga ngumi zake zenye usahihi katika kumweka katika target kubwa, kupiga zile ngumi kalikali. Kwa hiyo kidogo kwa namna yake Mchanja imemsaidia kubob, kutumia head movement, kuingia ndani na kutoka na kutumia feints, kidogo imeweza kumletea manufaa, kumkabili na kumpa wakati mgumu kidogo Philemon. Bado ameonekana kuwa mtulivu, bado ameonekana kupanga ngumi zake na kuweka mitiga kupiga ngumi kalikali, ila changamoto zile head movement ambazo anazitumia Mchanja ndio kidogo zinampa wakati mgumu kutoweza kulend au kufikisha ngumi katika target husika. Lakini mpaka sasa katika hicho ambacho ulichoniuliza kimempa manufaa kwa namna yake Mchanja. Kulingana na style aliyokuja nayo katika round hii ya 6, Mchanja kidogo kuna manufaa kulingana na maneno hayo ya Muniri. Yohana Mchanja ameamua sasa kufight dhidi ya mpinzani wake. Piga jabu zile, anaitafuta ambakati Philemon, piga naye jabu pale Yohana, piga jabu pale Philemon, anapeleka na right yake, anaenda kwenye kamba.
Kumbuka tupo katika viwanja vya Posta Kijitonyama jijini Dar es Salaam, knockout ya Mama Phase 4, na pambano iliyopo sasa ni kati ya Yohana Mchanja dhidi ya Philemon kutoka kule nchini Namibia. Yohana Mchanja akicheza takribani mapambano 27 na huku akipoteza mapambano 6 tu na kidraw moja, huku zaidi ya 20 ama mapambano 20 akishinda, huku 14 akishinda kwa KO na hakuna aliyopoteza kwa KO. Yohana Mchanja kutoka Mafia Boxing Promotion. Round ya 6 hiyo imekamilika katika pambano ambalo ni pambano la tushuhudia round Safi TV, bila kusahau Mafia Boxing Online TV. Nipo na Muniri hapa na Somba pia tukuletea burudani hii ya aina yake. Jabu ile ya Yohana, kajabu tena Mbakati ile anaitafuta lakini haijampata. Yohana alikuwa machokodo. Tambakati Philemon licha ya kuamua hiki kukifanya Yohana Mchanja, kitu gani unadhani kifanyike kwa Yohana ili mradi matokeo aje kuwa rafiki baada ya pambano hili kumalizika? Kitu sahihi cha kwanza ni kuongeza umakini katika defense, kwa sababu ukimwangalia Mchanja licha ya kwamba ni pressure fighter, amejaliwa pia skills, ufundi, na hicho ambacho kidogo unachokiona jinsi anavyoweza kutumia head movement, jinsi anavyobob na anavyopiga ngumi zake katika kuscore, uwaga anairuhusu speed yake kwenda katika mkupuo mkubwa sana bila kutumia umakini kidogo tu, kitu ambacho pia kinaweza kumweka katika hatari zaidi. Lakini defense ndio chachu muhimu katika upande wa Mchanja. Ukiacha tu hiyo style yake ya pressure fight na kumfungua mpinzani, lakini pia ni bondia ambaye anatumia style ndogo ya counter puncher katika kipengele cha bait and switch. Ku bait ni kule kuweka mitego kama unavyomwona, kama atakuingia, kama hataki kuingia, anavyotumia hizo feints, anavyodanganya. Lakini ku switch baada ya kumdanganya mpinzani atoe shambulizi, baada ya kutoa shambulizi yeye anakwepa, ndipo anapoweza naye kutoa shambulizi. Lakini kitu ambacho kidogo kinachompa wakati mgumu anapojaribu kumfungua Philemon naye pia amekuwa mjanja, anachotaka kwamba nani yeye aanze zaidi kwa kuingia ndani ili aweze kumkamata katika mashambulizi pia counter. Lakini pia wote wamekuwa kiviziana katika mashambulizi ya counter, jambo ambalo limekuwa kidogo likipozesha kidogo fight. Kila mmoja amekuwa kimvizia mwenzake katika kumuinda katika mashambulizi yake makali. Lakini bado Mchanja ameonekana kuendelea kupambana. Lakini pia swala lingine ambalo nimeliona kwa upande wake, kitu ambacho anachokifanya ni kuscore zaidi point, kwa sababu ukiangalia hata mili yao kuna utofauti. Huyu Philemon bondia ambaye amemzidi kidogo nguvu Mchanja, lakini pia ana uwezo wa kuvumilia panchi. Kuna baadhi ya ngumi nyingi sana zimeweza kumfikia kwa upande wa Mchanja, lakini zimeonekana azimpi shida. Lakini kwa upande wa Mchanja ndio kidogo ameonekana kistruggle pindi anapopiga ngumi kadhaa kutoka kwa Philemon. Kwa hiyo kila mmoja anatumia kile ambacho alichojaliwa, lakini kwa Mchanja atakiwa aongeze tu umakini katika defense na kuweza kidogo control pressure ya jinsi anavyoweza kupressurize fight katika kuingia ndani. Hiyo ndio jambo la msingi ambalo atakiwa alizingatia sana kwa upande wa Mchanja. Naam, kulingana na maelekezo ama maelezo kutoka kwa Munir, hicho ndo anachopaswa kukifanya Yohana Mchanja ili aweze kupata matokeo bora katika pambano hili. Yohana Mchanja ni huyo aliyevalia bukta yenye rangi ya goldi na kacha huku round ya 8. Sasa tunaelekea kwenye pambano la round 12 WBO, mkanda huo ukiwaniwa usiku huu wa leo. Yohana Mchanja dhidi ya Philemon Mtanganya kutokea kule nchini Namibia. Nani ataliwakilisha vyema taifa lake usiku huu? Kumbuka tupo live kupitia Wasafi TV, bila kusahau Mafia Boxing Promotion Online TV. Na ni kwa kumbushe tu kwa wale wapenzi na Watanzania na wote wapenzi wa boxing Afrika na Afrika Mashariki pia, Mafia Boxing Promotion imezindua website yake ya Mafia Boxing Promotion.co.tz, ambapo unaipata kwa www.mafiaboxingpromotion.co.tz, ambapo kwa sasa hivi kama utapenda ngumi za ukweli zile zinazotikisa jiji, basi tembelea website yetu kali kabisa ya www.mafiaboxingpromotion.co.tz, ambapo hapo ndio kila kitu kiko, tiketi online bila stress, kupunguza zile foleni na heka za hapa na pale, bila kusahau ratiba na matokeo ya mapambano ambayo
yatachezwa ama yatapromotiwa na Mafia, ikiwemo hili la leo la knockout ya mama season 4, bila kusahau unaweza kupata profile za wapiganaji, mabondia, na bila kusahau unaweza kupata highlights, matukio yote ambayo yatakuwepo ama yatafanyika katika mapambano mbalimbali, ikiwemo pambano la siku hii ya leo. Vile kama unataka kudhamini ama kujitangaza au kujiunga, hii ndio website ya Ngumi hapa Bongo, na usisahau hii system yote imesukwa vizuri na kisasa zaidi na IT developer wetu Mesha Tembo. Game limebadilika sasa, www.mafiaboxingpromotion.com.co ndio habari ya mjini kwa hivi sasa. Tunaendelea na pambano hili, pambano ambalo lipo katika raundi ya 8 katika raundi 12. Na Muniri, kwa mnavyoona hivi sasa amerudi tena Yohana, yule ambaye nilimwona kwenye raundi za mwanzo. Sasa hivi ameamua kutembea. Sasa pengine ile mbinu ya kupigana nayo imempa wakati mgumu, amebadilika tena. Naona mbinu ya kupigana katika kuweka mitego ya mashambulizi ya counter, mbinu yake iweza kutumika katika raundi ile tu au raundi zile za nyuma, lakini katika raundi hizi za mbele na mpinzani wake Filmon ameweza kujua huo mtego. Kwa hiyo cha kufanya kwa sasa na box kwa kutembea huku akiscore zaidi pointi za ushindi, lakini kwa upande wa Filmon bado ameonekana kuwinda, lakini pia hawataki kufunguka zaidi, kwa sababu akiamua kufunguka ndipo anapoweza kuingia katika mitego ya counter ya Yes. Piga jabu ile Yohana. Refari anasemaje? Turuhusu hiyo. Tuendelee. Ya combination pale Filimon. Piga jabu ile Yohana. Piga jabu pale Filimon. Piga jabu tena pale Yohana. Jabu tena. Jabu pale kwa Filimon. Jabu, kila mtu anarudisha jabu yake. Haruhusu jabu ipite hivi hivi ama arushiwe jabu peke yake, lazima alipe. Jabu kutoka kwa Yohana pia. Na niwakumbushe tu watazamaji wa Wasafi TV pamoja na Mafia Boxing TV online, utaweza kumshuhudia Dula Mbabe usiku huu wa leo. Toa Kiduko, Idi Pialali Simba wa Manzese pale, bila kusahau Asamale kutokea South Africa dhidi ya Jacob Maganga kutokea kule jijini Tanga. Bado fight za kutosha ama bout za kutosha usiku huu. Jabu anamalizana right yake pale Filimon. Tafuta ambakati ila inamkosa Yohana. Haruhusiwi kurusha. Usitupe mikono, rusha ngumi. Na mtazamaji wa Wasafi TV, bila kusahau Mafia Boxing Online TV, huu ni usiku wa knockout ya mama phase 4. Tunaendelea kukupa burudani. Nipo na soma hapa, mimi naitwa Ahmadi Kombo, bila kusahau Munir
katika viwanja hivi vya Posta Kijitonyama. Mashabiki na Watanzania bila kusahau Afrika na Afrika Mashariki wakiendelea kupata burudani hii na dunia nzima kwa ujumla. Tunaelekea kwenye raundi ya 10 hiyo, katika raundi 12, pambano la kuania WBO. Kwa uzoefu wako Muniri, tumeona raundi 9 na hiyo ni ya 10. Tutarajie mabadiliko zaidi katika raundi hizi zilizobakia. Wataalamu wenyewe wanasema one mistake one goal, yaani ikifanyika kosa moja kwa bondia wa aina yoyote basi inaweza pia ikamgharimu katika fight zima. Lakini kitu ambacho nilichokiona kwa Philemon katika fight hii, utofauti na fight yake ya nyuma, kwamba Mchanja kila kirudi katika kona yake uwaga anapewa mbinu mpya ya kwenda kumkabili Philemon. Nimeangalia raundi kadhaa, raundi ambazo zilizoisha Mchanja alikuwa anajaribu kubox wa kubadilishana ngumi karibu zidi ya Philemon, lakini raundi ambayo iliyoisha ya 9 amekuwa akitembea. Kwa hiyo hii imemfanya kidogo kuwa unpredictable, amekuwa bondia sio kutabirika katika mbinu zake, kitu ambacho kinachompa wakati mgumu Philemon katika mashambulizi yake. Akipanga raundi hii inayokuja kwamba anaweza kapigana Mchanja anatembea. Akipanga raundi inayokuja kwamba labda yeye wapigane amkimbize Mchanja anapigana. Kwa hiyo kumekuwa kuna utofauti katika kila raundi, katika kila raundi ambacho katika mbinu ambazo anazozifanya Mchanja. Kwa hiyo hichi kitu kidogo kimempa wakati mgumu sana Philemon katika mikakati yake ya kumkabili Mchanja. Kama katika raundi hii Mchanja amekuwa akipigana tofauti na raundi ya mwisho ambayo amekuwa akimtembeza zaidi Philemon, lakini utofauti tuliokuwepo kwamba Philemon bado ameweka tu lengo lake moja ambalo linamsubirisha la kutaka kumuingiza katika target ya kupiga ngumi kali kwa Mchanja ilimadi kwamba hawezi kumaliza pambano katika namna yote ya ushindi wa knockout, jambo ambalo linamfanya kwamba kila raundi aendelee kusubiri. Lakini kwa Mchanja mipango yake hiyo na kurudi katika kona yake kupewa hizo mbinu imekuwa kimnufaisha pakubwa, kumpa wakati mgumu mpinzani wake Philemon. Yes, kwa maana nyingine tunaweza kusema ukiwa vitani, kama unaweza kumdanganya adui wako, mdanganye tu, sio akuzoea ama akuzoea zile njia ambazo unazitumia mara kwa mara. Ndicho anachokifanya Yohana hapa kulingana na maelezo ya Muniri. Ngoja tuone itakuwaje kulingana na njia zote ama tekniki zote ambazo anazitumia Yohana na mpinzani wake. Baada ya raundi 12 kukamilika itakuwaje? Endelea kufuatilia kupitia Wasafi TV na Mafia Boxing TV Online. Mimi ni Hamadi Kombo, nipo na Somba hapa na Muniri kuletea burudani hii ndani ya viwanja vya Posta Kijitonyama. Jab pale kutoka kwa Philemon, analipa na yeye Yohana jab za kutosha. End of round number 10. This bout is scheduled for 12 Round ya rounds. 10 hiyo imemalizika. Whereas fighting out of the red corner is Mchanja Yohana, who's fighting against Philemon Ngutenanye, all the way from Namibia, in the result of the ring, round number 11. Raundi ya 11, pambano la raundi 12, mkanda wa WBO Global kati ya Mchanja Yohana Bakari kutoka Tanga Tanzania dhidi ya Philemon Ngutenanye kutoka nchini Namibia. Ukitazama mazingira ya uwanja, kwa maana kwamba watu waliojitokeza katika viwanja vya Posta wakifuatilia pambano hili, unaona wametulia, wapo kimya, wapo zi. Hii inatokana na maarifa ya hali ya juu ambayo yanatumika katika pambano hili. Mchanja amepeleka left hook, right hook, zote zimepita, lakini pia amekutana pia na jab right, jab right kutoka kwa Ngutenanye. Amewekwa kwenye kamba kwenye kona, lakini amefanikiwa kumzunguka na kumrudisha kwenye kona mpinzani wake. Imesalia raundi moja baada hiko kutamatika, kama itafikia tamati kukamilisha raundi 12. Kumbuka hili ni pambano la ubingwa na hii ndio main card yetu. Mchanja amekutana na kitu ambacho kimepigwa si mahala pake, na mwamuzi anamwambia hatupigi chini ya mkanda, kuwa makini kulingana na namna ambavyo unacheza na sheria pamoja na kanuni ziweze kuzingatiwa. Yohana Mchanja ni huyo mwenye glove nyeusi
na bukta yenye rangi ya dhahabu na michirizi mekundu, lakini pia na ringboot zake nyekundu na nyeupe, lakini pia Philemon huyu ambaye mwenye glove nyeusi, pia bukta nyeupe yenye ufito mwekundu na ringboot zake nyeupe. Na kukumbusha hii ni main card, lakini pia na kukumbusha kuwa tuko hapa sambamba kabisa chini ya usimamizi na uangalizi wa kamati ya mpito ya kamisheni ya ngumi za kulipwa nchini Tanzania TPBRC, ikiwa na mwenyekiti wake Emmanuel Saleh, lakini pia vile vile makamu mwenyekiti Innocent Garinoma yuko hapa, meneja habari na mawasiliano klabu ya Yanga Ali Shaban Kamwe naye yuko hapa katika kuhakikisha kwamba anatazama masumbwi. Kama Philemon amebadilika kwa namna moja ama nyingine, Munir, tazama namna ambavyo anavyoanza na jabjabu anapokuja kumaliza na right. Philemon ameamua kubadilika kutokana kashafahamu kwamba hizi ni raundi za mwisho, raundi za ushindi, hakuna tena kubaki nyuma. Ameamua kufunguka zaidi katika mashambulizi, tofauti na uchezaji wake wa nyuma ambao alikuwa akipiga ngumi moja moja, ngumi za kuvizia, ngumi nzito nzito, lakini sasa safari hii kashaona kabisa zimebaki raundi mbili, hii raundi ya 11 na kuna raundi ya mwisho. Kwa hiyo acha afunguke kwa mpinzani ambaye ameamua kubox kwa kufanya mitembeo zaidi kuliko yeye kubaki nyuma. Kwa hiyo anachokifanya Philemon ni kuiplay side fight katika kumuinda zaidi mchanja na kufanya mashambulizi makali makali. Jabu ni kuwa active, kuna muda anapiga 1-2 combination, kuna muda anatumia mkono wake ambao uaga anautumia sana katika kupiga straight right hand ambayo imekuwa ikimnufaisha pakubwa sana. Kwa hiyo fight imebadilika kutokana na raundi za mwisho, na Philemon anaona kabisa kwamba hana cha kupoteza, yupo katika ardhi ya ugenini, acha afanye mashambulizi makali makali. Kwa hiyo kwa upande wa mchanja ana box wa kutembea, tayari kashaona kabisa mpinzani wake ameamua kuja na mchezo mwingine zaidi wa kufuata na kupigana, acha atembee na score zaidi pointi za ushindi, licha kwamba kidogo Philemon pressure yake imekuwa kubwa na imekuwa kimpa wakati mgumu kidogo mchanja katika kuboksi kwake. Mchanja kang'ang'ania kiuno cha Philemon na mwamuzi anaambia hapa tuendeshi bodaboda, tushikiane viuno, hapa ni ngumi, cheza masumbwi. Na hii ni miongoni mwa target ama mbinu za kuweza kumaintain mchezo, kumvuruga mpinzani, lakini pia vile vile kulinda kile ambacho amekipata. Naona mchanja sasa anatembea, anamkwepa Philemon kwa ajili ya kuweza kuhakikisha analinda kile ambacho, naye pia hajapanda na muda si mrefu atapanda ulingoni kwa ajili ya kukabiliana na Snowden Muyanje kutoka nchini Malawi kwa pambano la raundi 8. Lakini Asemat Levele kutoka Afrika Kusini, yeye atakabiliana na Jacob Maganga kutoka Tanga, pambano la raundi 8. Lakini Dula Mbabe Abdalla Pazi wa Pazi kutoka kule Chanika na Mwananyamala atacheza pambano la raundi 8 dhidi ya Aliki Mwenda. Frenki Shagembe atamkaribisha Michael Mutumba katika pambano la raundi 8. Sasa hii ni raundi ya mwisho, ni raundi ya 12. Kila mtu analinda kile ambacho amekipata katika raundi zote 11. Tazama ambavyo mchanja anavyokabiliana na Philemon Ngutenanye kutoka nchini Namibia. Philemon kuna kitu amekidhamiria, tazama namna ambavyo anacheza, si mtu wa kupoteza muda, lakini pia vile vile anapiga kwa target, japokuwa baadhi ya ngumi ambazo zinafika kwa upande wa mchanja zimekuwa kama ni nyepesi, lakini kwa namna ambavyo mchanja anakaribisha mashambulizi, huenda akakutana na chuma ambacho pengine kikaweza kumsababishia matatizo kulingana na namna ambavyo anacheza, kwa sababu gadi yake kidogo imekuwa iko open kidogo, lakini pia amekuwa akishusha chini na aina yake ya kuinama anaweza akakutana na uppercut ambayo ikawa changamoto. Lakini pia naona Philemon hajatumia udhaifu. Yes, jabu imefika vizuri kwa mchanja, lakini pia mchanja anatembea, anamkataa kwa ajili ya kuweza kutunza kile ambacho amekipata. Amesimama na Bobby, yes, ameachia ngumi, lakini pia amehama katika eneo ambalo ameweka kwenye target na Philemon Ngutenanye kutoka nchini Namibia. Kombo kabisa, round ya 12 hii, round ambayo inabeba ama itakuja kubeba matokeo ama kufunga hesabu ya kile chote ambacho tumekiona kwenye raundi 11 zilizoisha ama zilizopambaniwa hapo na mabondia hawa wawili. Jabu zile unaziona zinatoka kwa Philemon. Yohana naye anatembea tu. Yohana anaamua kutembea kama alivyosema Somba hapa kwa ajili tu ya kulinda kile ambacho alikifanya
katika raundi zilizopita. Jabu ya Yohana pia tembea kama alivyosema Muniri, huyu Philemon anatafuta chochote kitu hapa, hata kufanya wonders. Yes. Na ndicho ambacho nakiona hapa. Philemon kasha, kama nilivyosema hapo awali, hizi raundi za mwisho, raundi za ushindi. Kila bondia anahitaji kutafuta kile ambacho anaweza kaongezea katika raundi za nyuma ambazo amescore katika uzaji wake, lakini jambo ambalo pia nimeliona pia la utofauti dakika za mwisho kabisa ni stance na bondia wote wawili. Kwa upande wa Mchanja ni bondia ambaye anatanguliza mguu mbele wa kulia, yani southpaw, lakini kwa upande wa Philemon ni bondia ambaye anacheza upande wa kushoto, yani orthodox. Kwa hiyo Mchanja kuna muda zile raundi za nyuma jinsi alivyokuwa anaweza karibu. Raundi ya 12 imekamilika. Ngoja tushuhudie ama tusikilize nini ambacho kimejiri kulingana na matokeo ya majaji na referee wa pambano hili. Judge number 1, Judge Roger Ganon, scored 112 to 115. Judge Emmanuel Mlundwa and Judge Pendaba Njau both scored it 116 to 111. Hence, the winner for this bout and still the WBO champion is none other than Mchanja Computer Yohana. Kongole kwake Yohana Mchanja, anafanikiwa kubakisha mkanda wake na kuiwakilisha Tanzania kwa kumkalisha Namibia huyu Philemon Tanganye kwa pointi na kusababisha mkanda ubaki Tanzania na mikononi mwake chini ya Mafia Boxing Promotion. Na Muniri, kulingana na matokeo ya majaji na kulingana alivyoshuhudia pambano hili, ana deserve kupata hiki ambacho tumesomewa. Ngoja tushuhudie ni